tukaenda ofisi ya Kinoti huko Kiambu headquarters, tukawa refund kutoka kwa ofisi yake, tukaenda kwa investigating director huko Nairobi area, then he refund us to DCI Central. Wakati tulienda huko tukaambiwa the investigating officer wanafanya kazi usiku na mchana ndio Mbijewe wapatikane, but up to now hatujapata Mbijewe, hatujui ako wapi, but we know the government knows where he is. Na kitu kingine ya kusangaza kabisa ni kuona gari iliachiliwa na bila kujua the missing person mahali alikuwa ameenda. Mimi naitwa Nicholas Bundi. Mimi ni brother wa Mwenda Mbijewe. Mimi ndio nimemfuata. Tunazaliwa same mother na Mwenda Mbijewe. Mwenda Mbijewe tumefanya kazi na yeye kwa muda. Mwenda alikuwa mtu open. Na alikuwa anaongea you are so free na yeye kabisa. Hata before that wakati alipotea hatukuwa na communication yoyote, na hakuwa amesema ati kuna something unforeseen inaweza happen. Hakuna mtu alikuwa amemtishia, hatujui. So mimi nilienda after hiyo kuripotiwa on 13th, mom kuambiwa amepotea. So tukakaa nyumbani hapa na mom, dad kama siku 3 hivi. Then on Wednesday tukaona hii sasa imeanza kuwa somehow complex. Nikamwambia mom, tafuta watu wachache wawili, you give them this information at least wa kumotivate. Naona mimi so I traveled to Nairobi, mimi nikaenda mpaka Kasarani police station on Wednesday. Sasa kwenda hapo nikasema kuna kesi iliripotiwa hapa on Monday ya missing person by the name Mwenda Mbijewe. So wakaperuse kwa comp kupata jina, wakaniambia sasa mwenye report nimpigie simu nimuitishe OB. So ndio nilipigia mama the foster mother to Mwenda. Kaniambia Soni alireport on Monday na akupewa OB. Na kaniambia yeye ndiye ameripoti Central, saa hizi ndiye amepewa OB. So naona sasa ikakuwa issue tena. Kaambia ngojea DCI fulani akuje, mkae na yeye, ni mkubwa, anaweza you can start with them. So wakati alikuja mimi nikareport case officially. So akachukua namba yangu, wife ya bro, foster mother huyo wa Kiberechia, namba za mom. Okay, wakapigiwa. Naambia so tomorrow nafaa kuja hapa on Thursday tukutane hapa Kasarani police station. From there mimi nikachukua namba hiyo mkubwa, the following day Thursday asubuhi nikampigia. Kaniambia kesi yako nimefunga, nyinyi wote mnafaa kwenda Central police station. Unaona? So ile Central police station mimi nikaenda na ile OB ya Kasarani kwa DCIO, tukaweka kesi hapo. I think wali combine the foster mother. I think I came on Friday, they report Central police station on Friday. Then kutoka hapa sasa mimi kabidi nikakuja nyumbani tukakaa na mama. So story kwa mimi niliambiwa this story iko na gaps, na hizi gaps ndio kazi yetu sisi kushikanisha hizi dots tujue the truth. So bwana tulikakuja nyumbani, Saturday hakuna report, Sunday hakuna report, Monday that ndio saa tukarudi. Monday the first place tulienda kwa DCI headquarters Kiambu. Tukapatana PA wa Judge Kinoti, tukamweleza issue yetu ni urgent na tunataka kumwelezea Mwenda Mbijewe who has been missing. By that time ilikuwa wiki moja sasa na siku kama 2. Pia tukaambia tukangojea kidogo, akakuja akatuambia mnafaa kwenda DCI Nairobi area. So si tuka progress mpaka huko, tukaona Mr. Nyakakwa hakuwa. Sasa tukarifaiwa kwa deputy wake. Sasa tukaenda kwa deputy, tukaongea na deputy, akatuambia kuna information ya Mwenda, but ile ako nayo ni brief, mwenye anaweza tuelezea vizuri ni mkubwa wake. So yeye alimove to office ya mkubwa wake, akakuta Merundi. Sasa tukaenda na kwa naye akatuambia this is your central police station. Alikuwa na briefing. So Kenya kama if there is anything anaweza tuambia,
atakuwa anarudia maneno, so tunafaa kwenda kwa DCIO Central Police Station. Hiyo sandi anaweza tusaidia. So tukatoka hapa tukaenda Central, tukaona DCIO. So akatuambia file iko hapa. They are still wanaunganisha hizo dots. Kamwambia kama kuna kitu iko, the biological mother of the family, at least hata sisi tunaweza pewa briefing kidogo tukae tukijua. So ilihangi hivyo tu. Hiyo time yote tumezunguka Nairobi for like 1 good week. Tumehang, tuko in the darkness, hakuna kitu kingine tukaona up to there. Huyu Mwenda Mbijewe mimi ni baba yake mdogo, na kwa hivyo nataka kusema kwamba kupotea kwa Mwenda Mbijewe ni jambo ambalo linashinda akili zetu. Yeye ni mtu ambaye alikuwa anahusika na mambo ya security, maana is a security consultant ambaye amesaidia hata serikali ya Kenya katika mambo ya security. Kwa hivyo kile ambacho kama vile inajulikana katika Kenya nzima na hata nje ya Kenya ni kwamba Mwenda Mbijewe sio mtu mdogo vile mambo yake itendeke imalizike wiki 3 bila kujulikana mahali alipo kulingana na cheo ambao anasimamia. Kwa hivyo kile ningeomba sasa ni kwamba kupitia hii social media ifikie wale ambao wanahusika serikali yetu ya Kenya, na hata zaidi ningeenda nje ya nchi yetu ya Kenya. Yeye Mwenda Mbijewe alifikia kiwango ya kuandika vitabu on various levels. Ameandika kitabu kinaitwa America Fear No Evil. Kwa hivyo ninaomba kwamba, maana ni mtu ambaye alihusika katika mambo yale ya kusaidia, kama hapo ambaye anasaidia Amerika na njia zile aliandika kile kitabu. Ninaenda nje sasa katika international community waweze kuchukua hatua ya kuona kwamba mtoto huyu amepatikana. Asa American Embassy, pia Israel Embassy, South Africa. Mnajua hata wakati yule mwanamke kule Mombasa alipotea na nikwaziwa, ilichukua tu wakati mdogo akapatikana kule, maana ilihusu wale ambao wako na usujaa wa kumpata. Kwa hivyo ninataka kusema kwamba in case the government of Kenya has got no machinery to see where Mwenda is, of which we know that they know, then let me request the international community to venture in waweze kusaidia apatikane. Haja yetu sisi ni kumuona au kusikia kwa mahali fulani. Ikiwa kuna kitu chochote ambazo serikali maybe wanachunguza kwake, then let them tell us exactly ako mahali fulani, tunataka yeye tujue 1, 2, 3 ili sasa sisi tuwe na amani katika mioyo yetu, maana tumekosa amani kwa wiki hizo zote. Tunajua yuhai. Mnaweza kutuuliza namna gani? Sisi ni waombaji wa Mungu. Watu ambao mnaona hapa wanaomba Mungu, na tumeombea maneno hayo, na katika intuition zetu ndani ya mioyo, he is alive. Tunajua hivyo. Secondly, wakati tumetembea kwa wale hiyo maofisi yote, hata wao wanatuambia tunajua Mwenda ako mahali fulani, hebu tupate uchunguzi wetu. Kwa hivyo tunaomba kwamba hiyo ifanyike kwa haraka na tusaidike, na tukitoa shukurani kwenu ninyi watu wa media, maana mmetusaidia na tunajua kupitia ninyi hiyo maneno itaenda mbali. Siwezi nikanjanji niseme mama yake mdogo ako na yeni issue kati yake na Mwenda. All we need ni kutafuta Mwenda na Mwenda apatikane akiwa hai. Hata kama alichelewa, maybe alikuwa na kazi zingine sikamzuia kwenda kupiga report. I'm not blaming her in anything. Yes. Na pengine mlipokuwa na Kinoti, waliweza kusema kwamba ili gari lilipopatikana liliweza kurudishiwa mwenyewe. Mwenyewe alilichukua. Mwenyewe alichukua. Na pengine ni hakutoa sababu nyingine ya kumrudishia gari kabla ya kupiga ripoti, na pengine kwa sababu walikuwa pengine
I want to do some collection. Sio Kinoti alisema mwenyewe amechukua gari. Kuna investigating officer ambaye ako Central Police. Huyo ndiye alituambia mwenyewe alichukua gari na hakuna statement walirecord. Alafu nikawauliza kwa nini hakuandika statement na tayari mbije walikuwa amepotea. So hawakunijibu hiyo swali, walinyamaza. Wakasema they are doing their own investigation na hakuna kitu kingine walisema. Kando na hiyo ushaikutana pengine na DCI mwenyewe Kinoti? Kando lini? Au ushaikutana pengine kwenda kumdiscuss na yeye vile anaweza kusaidia? Si tulienda kwa ofisi yake. Nilisema hivyo, tulienda kwa ofisi yake on 21st. Tulienda kwa ofisi yake ya Kinoti, alafu walifund to DCI Nairobi area. And then from Nairobi area we were referred to DCI Central. Walikuwa tu wanatusunguza hapa na pale na wanasema they are getting more information ya mwenda Bijewa, so to a patient. Bijewa is alive na watamwa kama ni wao wako na yeye watafanya investigation yao wajue the way forward. Na mwenda sana, he is very free na mimi, lakini siku hiyo alienda missing, hakunipigia simu. Mimi yule mama alinipigia simu ni stepmother Agnes Karwetha, nimesema hivyo. Akaniambia mwenda alikuwa akuja last evening lakini hakufika. So sasa hiyo ndio tulianza sasa kupigania simu tukiulizana kama iko gari imepatikana imepata accident. Unajua sikuwa nafikiria kama mwenda anaweza kuwa kidnapped ama kitu kama hiyo, sikufikiria. Nilikuwa nafikiria tu ako na mambo yake Nairobi. Sikufikiria mambo ya kuchukuliwa na wakora ama kitu kingine. Kuna time walikuja hapa unasikia saa moja kwa gate. Yeah. So hiyo unajua kulingana na vile tulikuwa tunaongea na investigating officers, walikuwa nasema wako na report wanaweka kwa machine na wanasunguza, iko mambo wanasunguza. Walikuwa nasema hivyo, meaning huyo mtu ako hai. Kwa sababu kama amekufa, tumeenda all the mortuaries na hakuna mali amepatikana.